Jamii imetakiwa kutowaficha ndani watoto wenye ulemavu, kwani nao wana haki ya kupata elimu na malezi bora yatakayowasaidia kujitegemea katika maisha yao ya baadaye. Wito huo umetolewa na katibu wa Jumuiya ya Wazazi wa Chama cha Mapinduzi CCM kata ya Kalangalala, Raima Yusufu, wakati wa shughuli fupi ya kukabidhi msaada wa vifaa mbalimbali kwa watoto wenye ulemavu katika shule ya msingi Mbungani, manispaa ya Geita. Hafla hiyo ni sehemu ya maadhimisho ya wiki ya Juma la Wazazi wa chama hicho. Kwa upande wake, mwenyekiti wa jumuiya hiyo Mele Mpangalala amesema wameguswa na juhudi za kuhakikisha watoto wao hawatengwi bali wanathaminiwa kama sehemu muhimu ya jamii. Mkuu wa shule ya msingi Mbungani, Edith Ndungulu, ameeleza kuwa licha ya msaada walioupata, bado kuna mahitaji muhimu yanayohitajika ili kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa watoto hao. Elia Jackson Lupembe, hii ni News Update Media. Jina naitwa Rahma Yusuf, katibu wa Jumuiya ya Wazazi kata ya Kalangalala. Na kuwaomba watoto hawa wasifichwe ndani. Mwenyezi Mungu aliwapa ulemavu wa kiungo fulani ama ulemavu wa kitu, lakini sasa tunawaomba wawe mfano, waje wajifunze shule ya msingi Mbugani. Waje wajifunze na wajionee. Niwapongeze wazazi wa watoto hawa. Niwapongeze wazazi wa watoto hawa. Hawakuwaficha ndani, wakaamua watoe wawalete shuleni ili wajifunze na waungane na wenzao na wao wajione ni miongoni mwa watoto kama watoto wengine. Sawa ndugu zangu? Nikisema CCM oye itakuwa nimekosea? CCM oye! Aya, asanteni watoto wazuri. Asanteni walimu, pia niwapongeze walimu wa shule hii ya msingi Mbugani, kwa kweli mnajitahidi. Kukaa na watoto zaidi ya 200 ni watoto ni wengi, na ukizingatia watoto ambao wazingira kama mzazi tu mmoja, mtoto mmoja anamshindwa, lakini nyinyi wa shule wanafunzi walimu wa shule ya msingi Mbugani mmeweza kukaa nao na mkawalea vizuri. Tena nashukuru sana. Watoto hao wanalelewa kwenye maadili ya dini, kwa sababu namuona sister yuko hapa. Wanalelewa katika maadili ya dini na wajifunza kuwa wacha Mungu, na watakapotoka hapa watakuwa ni watoto miongoni watoto wazuri na shule ya mfano katika kata yetu ya Kalangalala pamoja na wilaya nzima ya Geita. Naomba kuwasilisha yangu ni machache. Tuko hapa kwa ajili ya kuwaletea mahitaji yenu, yani sabuni, madaftari, ili muweze kusoma vizuri. Si ndio? Rais wetu Mama Samia Suluhu anawapenda. Ndio maana sisi wawakilishi wake tunakuja kuwaunga mkono, si ndio? Ametutuma ili tuje kuwaona, ili apate habari zenu kwamba mnaendelea vizuri, mnasoma vizuri. Kwa hiyo napenda kuwaomba wanangu, someni vizuri. Walimu wenu hao walikuwa kama nyinyi, walikuwa wanafunzi kama nyinyi, lakini leo ni walimu. Kwa hiyo mkazane eti. Sawa kabisa. Labda nini sasa leo kilichowavutia kuweza kuja kutoa misaada, na misaada gani ambayo umetoa kwa watoto hao? Kilichotuvutia kuja kutoa msaada, mwandishi, ni kwa sababu ya kuwaunga mkono watoto hawa wasijisikie kwamba wametengwa. Tunawafahamu na tunawakumbuka sana. Ndio maana hata Mama Samia huko aliko anawapigania wasome, na sisi tunafikisha habari za Mama Samia, kwa Mama Samia anataka wasome hao watoto kwa bidii, tena bure, bila malipo yoyote, si ndio? Katika maazimisho ya wiki ya wazazi tumeona sisi tuongee na watoto wetu hawa kwa kutoa vitu hivi vidogo ambavyo vitawasaidia kwa muda watakavyokuwa wanavitumia. Wito wako nini kwa jamii? Wito wangu kwa jamii ni kwamba hawa watoto wasitengwe. Watoto hawa wengi hawana mahitaji ya shule. Ili apate elimu anahitaji mahitaji ya shule kama ambavyo nyinyi mmeleta: madaftari, kalamu, penseli, mafuta ya kupaka. Kama watoto wa albino hao wanahitaji sana mafuta ya kupaka, lakini wanahitaji sabuni za kufulia. Wengi wanatoka katika familia maskini. Kwa hiyo wanapopata vifaa kama hivyo, kwa kweli vinawasaidia. Katika wanafunzi wa Mbugani kuna wengine unakuta kama mwalimu alivyosema, unakuta wengine darasani hawaoni mbali, lakini tunasogeza madawati mbele. Kuna wengine unakuta kuandika kwao ni vigumu sana. Wapo wengine walemavu wa mikono, walemavu wa viungo, kuandika hawajiwezi, ila tunaombeni mtusaidie katika CCM.
Kunao wanafunzi wasioona, marubino na wasiosikia kwa pamoja, kwa sababu tunasoma vizuri. Chakula ni shida kwetu kwa sababu chakula ni shida kwetu. Tunatakiwa tubadilishiwe chakula, kiwe chakula kizuri zaidi.